Zimetupwa chini, mshakataliwa tena hadharani, kadi mmerejeshewa, zimetupwa chini. Watu washaamua Hello. ACT Wazalendo! Jamani bado kiwani. ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama Taifa ambaye ndiyo mgombea wetu wa urais wa Zanzibar, leo tarehe 14 upo mkoani, na hapa tulipo tupo Kiwani sokoni. Tumelazimika kukuleta katika eneo hili baada ya wazee wenyewe wa Kiwani kutuelekeza na kutuomba kwamba siku utakao kuja mkoani tukulete humu ndani. Maana humu katika siku chache zilizopita alikuja Mheshimiwa Hemed. Kwa hivyo akasema na sie lazima mgombea wetu aje achukue radhi zetu katika jengo hili. Kwa hivyo tulikuwa hatuna budi, lazima tukulete hapa. Nashukuru umefika. Karibu mkoani. Sasa waheshimiwa, kwa heshima na taadhima na kwa idhini yako kiongozi, naomba uturuhusu tuanze ratiba yetu fupi ili tufike mambo mengine kwa siku ya leo. Sasa naomba Bwana Vuale Mlalahoa, we hapa ni nyumbani, mkaribishe mgeni hapa nyumbani kidogo, angalau kwa kibao kimoja viwili. ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! Zanzibar!
Asante sana. Shafika. 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 Anze kitua ujirekebishe, anze kitua ujirekebishe, miteni kupewa usizifikishe, ukiaminiwa ujiaminishe. Walala 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 nahoza karoa kanzuni nanongo atakalivua ajui mipango Daudi napwewa atia michungo. Walala 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 watu wa CCM roho za watamba, watu wa CCM roho za watamba, wankula ndoana inawasakama, warusha mateke tena wemekwama. Walala 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 mwambie Ngaza kakalia chege, mwambie Ngaza kakalia chege, kama alokaza iko chege chege, chege la Tereza asili kanyage. Walala 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 si chama CCM si chama, na kama ni chama singevunja vibanda, ntaka ntambue CCM ishazama. Si chama CCM si chama, na kama ni chama singevunja vibanda, ntaka ntambue CCM ishazama. ACT Wazalendo, ACT Wazalendo, musiwape kurao, musiwape kurao. Asante, asante sana. ACT Wazalendo. Waheshimiwa, nadhani baada ya burudani hii fupi na nzuri, sasa turudi katika utaratibu wetu. Naomba vijana wangu mnyamaze, naomba tunyamaze. Sasa mgeni rasmi, naomba kwa heshima na taadhima nimwite mwenye jimbo lake aje mbele hapa atufungulie kikao chetu hichi, halafu atuitie hapa msoma. Basi tungojeni nimwite msoma dua kabisa bora, shekhe mmoja aje hapa mbele asome dua. Shekhe Mzee Mohamed, njoo tusome dua. Mashekhe ni wengi hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah tusomeni alam nashraha moja, ikhlasi tatu, salatu ala nabii. Inshallah tumpe Mungu atujalie, tutukabalie shughuli zetu hizi mwanzo hadi mwisho. Inshallah Mungu atupe husna al-khatima, kila mmoja kifika siku yake. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashraha laka sadrak
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا فاتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم فانصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم حافظنا فإنك خير الحافظين. اللهم هدينا ونجينا من القوم العدوين. اللهم هدينا ونجينا من القوم الحاسدين. اللهم هدينا ونجينا من القوم الفاسقين. اللهم هدينا ونجينا من القوم الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ACT Wazalendo. Haya, sasa kwa heshima na taadhima, namwomba mwenyekiti wa jimbo aje akifungue kikao. Akimaliza kukifungua kikao, basi moja kwa moja akielekeze kwa naibu katibu mkuu wa chama. Mheshimiwa mwenyekiti, tafadhali karibu. Salamu alaikum. ACT Wazalendo. ACT Wazalendo. Ukweli na uwazi, ukweli na uwazi. Mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi. Asanteni sana. Kwanza sina budi ila nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha mchana huu tukiwa hapa, tukiwa tuna madhumuni makuu ya kuendesha siasa katika jimbo letu hili. Pili, niwashukuru nyinyi ambao mumehudhuria kwa kukusudia kuja kukamilisha kikao hichi. Mheshimiwa mwenyekiti, hili ndilo jimbo la Kiwani, lakini kabla sijafungua kikao nataka nikupe taarifa ya jimbo hili. Jimbo hili tumezukiwa ni mtu anayeokota vikopo, lakini kwa makusudi, kwa kuhami hivyo vikopo, kwa kujua umuhimu wa vikopo, tumejipanga ACT kununua vikopo hivyo ili wananchi wetu wasipate tabu. Kwa hiyo taarifa chukua kama tuna mtu aokota vikopo, lakini sisi ACT tunanunua vikopo hivi. Waheshimiwa, baada ya hilo natamka rasmi kama kikao nimekifungua, kiko wazi, tuendelee na kusudio mwanzo hadi mwisho. Asante sana. Naibu katibu mkuu, karibu uchukue nafasi hii. ACT Wazalendo, ACT Wazalendo, shusha tanga, safari, safari. Ndugu mwenyekiti wa chama taifa ambaye pia ni makamu wa kwanza rais,
na mgombea wetu wa urais ambao tukijaliwa tarehe 29 Wazanzibari watakuchagua kuwa rais, ndugu Othman Masoud Othman, ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu kwa upande wa Zanzibar, ndugu Ismail Jusaladu, mwenyekiti wa chama mkoa wa kichama mkoani, mwenyekiti wa jimbo, ndugu mratibu wa chama, viongozi wa ngazi mbalimbali mliopo, wanachama, wazee, salamu alaikum. Ndugu viongozi na wanachama, leo ni siku ya Jumanne ya tarehe 14 mwezi huu wa 10. Tuko katika mwezi wa uchaguzi. Tarehe 29 tukijaliwa tutakwenda kupiga kura. Ni siku ya pili ambayo mgombea wetu na rais wetu mtarajiwa yupo katika kisiwa cha Pemba. Jana alikuweko, alipofika tu alianza na jimbo la Wawi. Leo siku ya pili yuko katika jimbo la Kiwani, tumpongezeni. Tupo katika awamu ya 3 ya mzunguko wa ziara hizi za majimbo. Tayari kishafanya ziara Pemba awamu ya kwanza, awamu ya pili, hii ni awamu ya 3. Na leo alhamdulillah kaamkia katika jimbo la Kiwani, atakuwepo hapa mpaka jioni tukijaliwa, na saa 8 tutakuwa na mkutano mkubwa. Tunawaalikeni wote mhudhurie katika mkutano huo. Tuko katika mwendelezo wa kampeni, na kampeni maana yake anapita katika kila kona Unguja na Pemba, katika vijiji vyote, katika majimbo yote, kwa ajili ya kuomba ridhaa za Wazanzibari ili wamchague tukijaliwa itakapofika tarehe 29. Shughuli zetu hizi za kampeni zimegawikana katika maeneo mawili. Kuna mikutano ya hadhara na kuna hivi vikao ambavyo humwandalia maksusi kwa ajili ya kuonana na watu mbalimbali. Na kwa sababu yeye binafsi kwa nafsi yake anajiandaa kuwa ni rais wa watu, na chama chetu kinamwandaa kuwa ni mgombea wake awe rais wa watu. Kwa mantiki hiyo, huwezi kuwa rais wa watu kama huko karibu nao, na huwezi kuwa rais wa watu kama hujasikiliza kutoka kwao, kwa sababu anajiandaa kuunda serikali ili atekeleze yale mambo ambayo yanawathakili ndani ya nafsi zenu, ndani ya vifua vyenu, chini ya utawala huu wa Chama cha Mapinduzi, ili aanze kujitayarisha na kujipanga kwa ajili. Hana muda wa kupoteza tukijaliwa kuanzia tarehe 29. Hana muda wake mkubwa kwa kweli ni kujibu yale ambayo kwa kweli yanawathakili katika utawala huu. Katika nyinyi hapa mpo wakulima, mpo wavuvi, mpo watu katika wafanyabiashara katika sekta mbalimbali, na kwa vyovyote vile jinamizi hili lilomuinamia, maana yake mna mambo ambayo mtaka mumkabidhi rais ili akiingia tu aanze na hayo. Kweli si kweli? Sasa kwa msingi huo, kwa sababu huyu ni rais wa watu anayetokana na watu na atakuwa kwa ajili yenu wananchi, naomba tutumie fursa hii kumweleza yale yote ambayo mwataka ayashughulikie atakapoingia katika madaraka, atakapoingia katika uongozi wa nchi yetu hii. Sasa bila kupoteza muda, kwa sababu mantiki ni hiyo, tunaomba moja kwa moja nimkabidhi mwenyekiti wa mkoa ili atuendeshe hadhara hii. Mwenyekiti, tafadhali, karibu. Asante Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, Mheshimiwa Mwenyekiti, makamu mwenyekiti na uongozi wote kwa ujumla, wazee wangu, wanachama wenzangu, asalamu alaykum. Kama ambavyo kwa Naibu Katibu Mkuu kamalizia, katika kikao hichi tutakuwa tunasikiliza maoni yenu, mapendekezo yenu, ushauri, lakini pia na maswali. Sasa tunaomba yoyote aliyekuwa ana swali, ana mapendekezo, ana maelekezo kuhusiana na tutakavyokwenda, na kumwambia mgombea wetu wa urais kwamba utakapoingia madarakani tunahitaji hili na hili ututekeleze. In case wazee mnapokea pensheni labda shilingi 50,000, kama inawatosha mtasema, haiwatoshi mtamwambia mnataka nini tena kwake, au wafugaji, wavuvi na hali kadhalika, mambo kama hayo. Sijui tumefahamiana eh? Kwa hiyo naomba yule aliyekuwa kishakuwa tayari atanyanyua mkono wake, ataeleza jina lake, alafu ataeleza maudhui yake. Lakini niombe sana lile ambalo kuwa litakuwa limeulizwa au limependekezwa au limeshauriwa, basi tusilirejee neno hilo kwa hilo. Sijui tunafahamiana eh? Basi tuanze kwako Mheshimiwa Hamisi, maana yake ndio umenyanyua mkono kwanza.
ACT Wazalendo, ACT Wazalendo. Assalamu alaikum. Ndugu mwenyekiti, ndugu mgombea wetu, kwa jina naitwa Hamisi Mohamed Faki. Ndugu mgombea wetu, kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za heri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pili, ni washukuru wananchi wetu iliokuwa tutashirikiana nao. Tatu, ndugu mwenyekiti, tokea 1995 tulipoingia katika chaguzi za mfumo wa vyama vingi ndani ya jimbo la Kiwani hatujashindwa hata mara moja. Kwa bahati nzuri ya mapenzi makubwa ya ndugu zetu upande wa pili, ukiacha mwaka 95, chaguzi zote zilizofuatia, basi ilikuwa baada ya uchaguzi kuna zawadi ilikuwa watu wapatiwa, hususan si watu wa Kiwani, zikiwamo bakora na mambo mengine. Baada ya kuonekana haitoshi, mwaka 2020 kwa kukataa ule wizi wa mapema, tulianza kupata mabomu tokea wakati wa usiku. Na baada ya uchaguzi, ile asante tuliopewa, tulipata wastani mabomu 35 ndani ya hichi kijiji cha Kiwani, la 36 likamalizia kule kwenye baraza yetu. Kutokana na hali kama hiyo iliyokuwa tukumbana nayo watu wa Kiwani, sijui mwaka 2025 tukisha kupa ridhaa, si utatupa zawadi gani watu wa Kiwani? Hilo la kwanza. Lichukue kama nilivyowasilisha. Ndugu mgombea wa urais, jambo la pili lilokuwa na hisi ni tatizo kubwa kwetu si watu wa Kiwani na Zanzibar kwa ujumla, katika serikali hii iliyokuwa tuishuhudia, na hisi kwa mtizamo wangu tumegaigwa katika mafungu matatu. Kuna fungu la daraja la kwanza, ni lazima uwe hicho chama fulani ili utapata haki, na hasa ukiwa mtu wa Unguja. Samahani hii lugha kama itakera. Mtu wa daraja la pili uwe chama hicho hicho, lakini uwe Mpemba, utakuwa daraja la pili. Daraja la tatu ni sisi iliokuwa tuko katika vyama vingine. Sambamba na ubaguzi huo, hata katika ajira na zile haki zetu stahili, vikiwamo vitambulisho vya Uzanzibari na huduma nyingine zikiwamo haki za ajira na mengine yake. Sijui ndugu mgombea, tutakapokupa ridhaa, jambo hili utalitibu vipi mpaka tuhisi kama ni Zanzibar moja na Wazanzibari ni wamoja? Jambo la tatu, ndugu mgombea, jimbo la Kiwani tunaoishi ni watu makundi makubwa, ni wavuvi na wakulima. Ule uvuvi wa kuchonga gadawa ukenda ukamtafuta samaki ushapitwa ni wakati huo. Na alhamdulillah, hapo ukisogea mashariki, hapo ndio bahari kuu hasa hapo kabisa. Sijui utatupa matumaini gani wavuvi wa jimbo la Kiwani na wakulima wa jimbo la Kiwani, ambao katika kisiwa cha pili hapo tuna ardhi yenye rutuba kutosha, lakini hatuna maji wala hatujafikishiwa huduma za kutuwezesha sisi wakulima. Sijui utatuambia vipi, ambao ukitoka wadi ya Mwambe kuna sehemu ndogo hapo, ikiwa itapitishwa barabara trekta litafika huko, litatusaidia wakulima. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne, katika wale waliouzwa visiwa, na si jimbo la Kiwani hatujanusurika, kiko kisiwa maarufu chaitwa kisiwa cha Kujwi. Kuna wanyonge iliokuwa tafuta riziki zao huko, washahamishwa. Ndani ya kipindi chote hicho cha madaraka miaka 4 hiyo, basi hawapati kulima, na washahamishwa. Liliwahi kuja greda huko, lililetwa, kwa hivyo hatupati kuzalisha mali. Ndugu mgombea, sijui tukikupa ridhaa zetu utaturejeshea vipi ardhi yetu ile tuendelee kufaidika nayo sisi kama Wazanzibari. Jambo jingine lilokuwa napenda niliwasilishe kutokana na umuhimu wake, ndugu mgombea, ambaye ndugu mwenyekiti, mtaji wa Chama cha Mapinduzi uliobakia ni daftari la wapiga kura. Tuna taarifa ilizokuwa tuzipewa au tulizopewa kama daftari hili limeharibiwa kwa kuhamishwa watu katika vituo vyao.
ambao ndio mtaji mkubwa wa kukupa ushindi wewe. Kutokana na jambo hili, utatwambia vipi wale ambao watabadilishiwa taarifa zao siku ile ikifika wakapata hii haki yao? Sambamba na hilo, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Mkoani Kichama una majimbo 4. Taarifa tulizo nazo, wenzetu wamejipanga kuhakikisha jimbo hili la Kiwani ambao hatujashindwa hapo tokea 95 na jimbo la Mkoani hata washindwe, lakini watahakikisha majimbo haya hayachukua. Baada ya hayo, ndugu mwenyekiti na mgeni rasmi, napenda kuwasilisha. Asanteni sana. Haya, asanteni sana. Muuliza swali, naomba tukiuliza maswali pia yawe machache ili na wengine wapate kuuliza. Lakini pia niwaombe na akina mama, na nyinyi mna haki hiyo ya kuuliza maswali Haki hii isiwe kwa akina baba. Hatuanzie hapa alafu tutakwenda kule. Kwa jina ni Ramadhani Makame Kombo, mzaliwa Muambe na naishi Muambe. Nina machache mno mimi. Nina machache mno. La kwanza ni kuhusiana hawa wanao mawakala wetu. Kuna mawakala, ni lazima ufanye kila hali ili hii kazi waiweze, wasije wakarubuniwa kupewa pesa na wakatuuzia hizi haki zetu. Jambo la msingi kabisa hilo, na ningependa kwamba napotoka mawazo jambo kwa mtu mdogo, kwa vile yafanywe kazi, kama ni ya kheri wakati vile vile, kama pia ni ya shari vile yafanye kazi vile vile. Jambo la pili, kama wakati kada ule kusema mgombea nani mwenzangu mmoja kwamba tangu 95 atashindwa hapo sisi hapa Zanzibar wapata, lakini hatupewi. Nasema kwamba tuna wajibu wa kumwelekea Allah kisawa sawa, kisawa sawa, aombe Allah kisawa sawa, pointi baada ya pointi, hatua baada ya hatua, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala atupe kwa kupata hasa, si kwa kuambiwa kwamba tulipokonywa au vipi. Kwa hivyo subhanahu wa ta'ala kwamba kasitiza kwamba watu wanapokuwa jambo lao wasema kwamba kule kwamba wale ambao mkutana na maadui basi watu wathibiti, alafu na wakati huo kwamba wamwombe Allah ili Allah awape ushindi. Kazi ya Mungu, kazi ya Mungu. Lakini wakati huo Mungu pia anataka kwamba watu wamuombe, hali ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana uwezo wa kuwa atoe ni jambo lake, atoe mara moja. Atakufanya hivyo, nataka kwamba watu wamwelekee wamuombe. Kwa hivyo watu wathibiti, halafu wamuombe subhanahu wa ta'ala ili wapate ule ushindi wenyewe. Naomba mimi ingeliko, lakini naika akiba baada ya kukabidhi huo nafasi zake Mheshimiwa Rais mtarajiwa. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ACT Wazalendo walipo, pandisha tanga, safari. Asante. Kwa jina naitwa Silima Dibu Makame, wale wa Muambe wanajua maarufu Bantanda. Nasema na maswali mawili. Mheshimiwa mtarajiwa au rais kasoro kuapishwa tu, swali langu moja, 95% watu wa Muambe ni wakulima wafugaji. Kilio changu tulipo watu wa Muambe, kufikia muda huu zaidi ya watu 300 tushaathirika, pakulima hatuna. Tangu watu wanachimba kidogo kidogo mpaka saa hizi wanapiga mabomu wanaochimba, ingawa tunatafutiwa maendeleo, lakini sina nina hiyo. Wanapopiga mabomu mpaka chini wanatusahau kabisa kabisa, si pa kuelekea wapi. Hatuna pakulima, hatuna pakufugia.
Sasa kuna sehemu ndogo walipokuwa wanajaribu, baada ya kupiga mabomu wakaja wakaleta na ya kufukia, wakabaini kama hapa maendeleo yatakuwa yanapatika. Mulali mjaribu kufukia, wallahi saizi watu wanabwaga nazi, wakaona tuamwambe bado tutafaidika, ule mradi wakaua na wakaupo kabisa. Wanapiga mabomu, wanachukua fusi, wanafanya kazi zao bila ya kutuhurumia sie. Mheshimiwa, tunataka kupa na wewe kwa uwezo wa Mungu, atakupa kwa usalama, atupe mafanikio mazuri kwa sote. Lakini sisi watu wa Muambe ambao kwa yale maeneo tunaendelea, tushashindwa ni kulima na kufuga. Utakapopata mheshimiwa, si watu wa Muambe, utatuweka katika hali gani? Itakuwa ndo hii au itakuwa na mabadiliko? Naomba kuwasilisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Khatibu Haji Dadi. Aliyetangulia mwenzangu alizungumzia kwamba watu wa Kiwani kama watu wa Kiwani ni wakulima na wavuvi. Mimi naja kwenye eneo la ukulima. Watu wa Kiwani 80% wana vikarafu huko mabondeni, sio mikarafu tena, wana vikarafu. Sasa kwa bahati mbaya sana serikali iliyopo inawafikisha katika hatua hii. Je, mheshimiwa, serikali yako baada ya kushakabidhiwa watu wakulima karafuu utawaelekeza kiasi gani? Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu Othmani Bwe Mustafa Juma, nakaa Kiwani sokoni. Namshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia nikafika hapa kwa hatima yake. Atujalie sote, atupe mwelekeo mzuri na baraka njema inshallah. Na leo mie wananchi tuko hali mbaya, tuko maiti, tunataka tufufuliwe. Tuna njaa, chakula hali sana chakula chetu tunachopewa. Kama tunapunguza chakula tunakuja pata kula wapi baadaye? Hatuna msingi wa kupata maendeleo sasa wananchi. Bado hatuna ajira sasa kwa Kiwani, tutapata maendeleo wapi wananchi? Kwa hiyo azma yangu na taarifa ndio hiyo. Mimi mwenyewe asante. ATC wazalendo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi jina langu Silima Haji Ngwali. Swala langu ninalokusudia kuuliza, tunateremka kuuliza maswala kama kwamba tunakokwenda hakuna kimbunga ambacho kuwa kitawarudisha watu nyuma. Sasa ninalouliza kwamba kwa kawaida hiki chama hiki historical background ya Zanzibar huwa haishindwi, huwa mara nyingi tunafanikiwa, lakini hutokea kimbunga kikubwa hapo kikatusambaratisha. Na haya masuala tunayoyafanya kama kwamba tunahakikisha hakuna, tutavuka salama, bandari salama. Na mara nyingi
kama kiongozi wetu anapohutubia huuliza swala huyu, nani anaye wasiwasi, nani anaye shaka? Mmoja anaye shaka ni mimi. Naam, katika safari hii tunaweza tukasema kwa nini niwe na shaka? Kwa sababu nimeianza safari zamani na mashahidi wangu wapo hao. Unaona? Halafu pia kwa upande wa pili walifanya kazi maswahaba mpaka wakamwambia mtume wetu aina nasrullah, kwamba muda umekuwa mkubwa sana, watu hawajafanikiwa. Sasa tunalolitaka sisi ile kusema nani anaye wasiwasi, labda umeshakuwa na njia zako za kutuweka pazuri, tuelekeze, kwa sababu ukifika baada ya kura watu watazimia hapa na wengine watakufa kwa sababu ya mapenzi ya kukipenda chama chao na madhara yake, wako wengi washazimia. Hili hapa nataka uniweke wazi, anaye wasiwasi mmoja ni mie. ACT Wazalendo, kwa sababu mwanamama mmoja naye katokea, tumpe naye nafasi, kwa sababu naomba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ACT Wazalendo, shusha tanga, safari mupo, mutatilia Othman Masoud kura za ndio. Haya, jina langu naitwa Asia Juma Mustafa kutoka Kiwani. Mimi nazungumza kuhusu suala la vijana. Vijana kwetu wingi wanavuta bangi, vijana kwetu wingi wanaiba kwa sababu ya shida kubwa sana Kiwani. Mtu hawezi kuiba kama hana shida, wala mtu hawezi kulewa kama hana shida. Lakini mimi nawashangaa vijana wa Kiwani kushawishiwa wakasema huku na huku kama wafuate chama cha wenzetu. Jamani, tumetoka mbali sana, mbali sana. Mumeona nini nyie hii zilali iliyoko? Mumeona nini nyie zilali iliyoko? Hapa hao tunakaa na njaa mpaka jioni, mlo mmoja tutana muhogo au mapunda. Mimi nashangaa sana kijana anayekuwa anamsaliti mama yake, anamsaliti baba yake kwa kuitwa akaitikia. Kwani yule Allah kuita unaitikia? Je, binadamu wenzako unaitikia, unausikiza wito wake? Si mzuri, achana nao. Unaitwa na baba yako, fuata wito. Mheshimiwa Rais, wewe jitambe hasa kama urais wa Zanzibar, na wakilishi wajitambe kama ni wakilishi wa Zanzibar, wabunge, madiwani. Mimi naambia, nafikiria sana watu wote wanasikia tu hawanijui. Kuna mama mmoja jana kaenda chuoni pale, akaenda akasema kama mimi nilikwenda uchaguzi wa mara ile, nilipigwa na pesa zikaliwa na sikupewa. Mimi nilikwenda jihadi, lakini sikwenda jihadi ya kupigana. Sijui kinachoendelea, nikaenda nikatizama, nikaja nikaona tu ndani ya nyumba. Sijui kinachoendelea wala kitu hakiendelei. Na mwenye nyumba akawaambia kweli huyu hajui kinachoendelea, ndo nikaachiwa. Kama atakawajue haya lokuwako. Nawaambia vijana, achanani na hilo mule kwa ahadi haiko. Kaingia zamani, mbona hakutupa ahadi? Anaharibu uchaguzi. Anaharibu nini? Anaharibu nini? Yupo zamani miaka minne, kahudumikia jambo gani? Nashangaa sana wanakiwani mkaitwa mkajidai kwenda. Ati mwamuogopa. Mwogopeni au ande tutia motoni. Je, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, wa vijana wakubwa wadogo, wa kike na wa kiume, utakapopata urais, sisi vijana umeteka lengo gani? Tumechoka na mapunda, tumechoka na bangi, tumechoka na kuiba.
ACT Wazalendo. Kwa kweli kwanza tunataka tumpongeze mama jasiri, wasema asante kwake. Jamaa, nafasi tulionayo sasa ni moja, kwa sababu tunataka kujibu haya. Tukishajibu haya, nadhani na wale waliokuwa hawajauliza watapata kujibu, watapata kufahamu hayo ambayo kwa wameuliza. Sasa mko watatu, sijui nataka mjichague mmoja, tumpe nani? Kila mmoja anataka yeye. Basi namuomba mmoja ampe maiki kati yao watatu. Kaja hadi watatu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ACT Zanzibar kwanza. Jina langu ni Bukhari Kuwai, ninatoka Mwambe katika kijiji cha Kusanani. Mimi sina maswali makubwa, isipokuwa kuna mambo nitadokeza tu kama njia ya mapendekezo. Sasa ninakuja swali langu la kwanza kuhusiana na mambo ya elimu. Watoto wetu kukoseshwa elimu ya upimaji mashuleni. Hapa hawapati watoto wetu elimu ya upimaji. Kwa sababu gani? Wanasomeshwa kinadharia tu na vitendo, lakini mitihani wananyimwa kufanya. Na ushahidi kidogo hapa kwamba wanafunzi inapofika mitihani ya kanda na wilaya, wanalazimika wazazi wao wachangie pesa, wanaita michango, watoe pesa kwa ajili ya mitihani hiyo. Na kama mzee hakutoa pesa, mwanafunzi huyo au mtoto wake hafanyi mtihani ile. Rais, ili utalifanya vipi? Niko hapo kwenye elimu, upungufu wa walimu mashuleni. Mashule yetu hayana walimu, na imebidi walimu wapate tabu sana kubebeshwa vipindi vingi. Kwa mfano, skuli yangu ya Chanjane kwa ukivuka tu pana bahari, ipo ghorofa hiyo, unajenga maghorofa. Hapo pana madarasa 24, walimu waliopo 19. Hebu nipangie hesabu Mheshimiwa Jusa, watakwenda vipi walimu hapo na wanafunzi watafaidika vipi hapo? Swali jingine ni kwamba watoto hawa kukoseshwa ajira, wanapomaliza masomo yao wenetu hawaajiriwi kwa sababu wao wazazi wao ni ACT. Na kwenda mbio kwa sababu huu ukumbi si wangu, ukumbi ni wetu, na mengi, lakini nataka kufupisha tu. Maswali mengine ninakuja kwenye masuala ya taifa ambayo Mheshimiwa Hamisi Babuji kishazungumza kuhusiana na vitambulisho vya Uzanzibari, Utanzania na vyetu vya kuzaliwa. Nitaliacha hilo. Nakuja kumaliza kwenye swala la kisiasa. Watoto wetu pia kuzuiliwa vibali vya kupigia kura, na hili ushahidi wangu upo hapa. Sheha wa shehia ya Jombwe ambako ndiko ninakoishi, sheha ya Jombwe, anawajibika kikamilifu kuwazuilia wenyewe vipande vya kupiga kura. Anawatisha ati kwamba hamtopewa vipande vyenu mpaka mpige kura CCM. Hii ni halali? Hii ni haki? Na ushahidi ninao, nitaandika barua kuileta kwenu, lakini hapo kwa vile huu ukumbi umeniomba niende kifupi, na ndivyo nitakavyokwenda. Amewazuilia vijana wengi kupiga vipande vyao vya kupiga kura, hakuwapa mpaka hii leo. Na hii tazila gani? Swala lingine, CCM katika hili swala kisiasa, CCM kuwatumikisha baadhi ya walimu katika biashara ya ununuzi wa vipande vya kupiga kura na kuchukua nambari zao, sijui lengo lao, nambari za vipande hivyo. Lengo lao mtalijua, nataka mtafute viongozi wetu. Katika mfumo huu natoa mfano mdogo tu. Mwalimu mkuu wa primary ya Dr. Mwinyi ndiye anayedhamana hizi za kuwashawishi walimu wafanye biashara hizi za kupiga kura. Anaye mwalimu mzee mwanamume, na hapa skuli yangu ya Chanjani hapa vile vile yupo mwanamke anao mradi huo. Tutamtafuta baadaye, tutaelezana baadaye. Nimalizie swala la kiuchumi. Ujenzi wa barabara wa Kusanani inayotoka Kiunga kusingilika Kusanani mpaka Kwareni, vipando vingi hapa vimeathiriwa.
na vimevurugwa tu, migomba twende, minazi twende, mchungwa twende, miembe twende, mifenesi twende. Hatujaona mrejesho wa watu wale kupewa haki za mazao yao. Yewe mheshimiwa, hili ni halali? Utaliweka saa mwenyewe. Anakuja namna ya hana maliza kwa hili, namna ya ustaafu. Wastaafu tumedhulumiwa kulipwa baadhi tu ya miaka hatujalipwa. Kama mimi mfano nimefanya kazi kwa muda 34 hiyo nimelipwa miaka 22, mengine imekwenda wapi? Hili nataka tushughulikiwe. Utalishughulikiaje mheshimiwa? Na mwisho, ombi la kiuchumi vile vile kwamba Mwambe tunazalisha rasilimali nyingi za mawe na fusi. Mheshimiwa, uliahidi kwenye kampeni za Micheweni kwamba utawapatia akina mama mashine. Mheshimiwa Yusa uko macho, asante sana. Utapatia mashine. Kule tuna fusi nyingi, barabara zote zinazojengwa karibu Pemba tunazalisha sie kule fusi lake. Tunakuomba uwaekee kiwanda ili swala la ujambazi liondoke. Wananchi au watoto wanaiba kutokana na kwamba hawana ajira. Ukileta kiwanda cha saruji kule, watu wengi wataajiriwa na ujambazi utaondoka. Inshallah tuwaondoe majambazi kwanza waliotuibia kura zetu wakajitia kwenye viti, na inshallah akipenda Mwenyezi Mungu ukiwa rais tutaungana nawe katika huduma zote ambazo zinastahiki kuwa katika sheria, na kuomba utumie ile kauli yako uliyosema sheria za kijinga hutozithamini, utuundie sheria zitakazojenga nchi. Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Tuliouliza maswali kwa sababu ya wakati, kwanza tujibu haya maswali ambayo yameulizwa kwa sababu sio kidogo. Ikiwa muda utaturuhusu tutarudi tena kwenu na mikono tumeiona. Basi kwanza tuanze kujibu haya maswali. Chama cha kibuni, hali zetu sote zime Jamani, Kiwani pamenona. Sisi wazalendo shusha tanga, safari. Asanteni sana ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, ambaye pia ni mwenyekiti wa timu ya ushindi ya chama chetu, mwenyeji wetu, mwenyekiti wa mkoa wa kichama wa mkoani, ndugu mratibu wa chama Pemba, ndugu naibu katibu mkuu wa chama, ndugu viongozi, mwenyekiti na mwenyeji wetu pia mwenyekiti wa jimbo la Kiwani pamoja na uongozi wako, ndugu viongozi mbalimbali ambao tupo, ndugu wanachama wenzangu, wananchi kwa jumla, mashemegi, wakwe, ndugu zangu, wakubwa wangu, akina baba, akina mama, nyote kwa pamoja, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, katika mchakato wetu huu wa uchaguzi, katika hatua hii ya kampeni, tumefanya shughuli zetu mbalimbali, na alhamdulillah wenzetu walitegemea kwamba
tutafika pahala kwa sababu mafuta kidogo, wakajua na gari labda za kuungaunga, safari hii haitofika mbali. Lakini bahati nzuri naona wamekuwa wao ndio ambao inabidi wasimame waungeunge waya, lakini sisi bado mkoko unaalika maua, au sivyo? Zote ni katika rehema za Mwenyezi Mungu, na ndio hilo ninalotaka nimtoe wasiwasi Bwana Silima. Ule wasiwasi halikuwa nao. Mwenyezi Mungu yupo na Mungu yupo pamoja na wanaodhulumiwa. Tatizo itakuwa ni imani zetu tu, lakini Mwenyezi Mungu ndivyo alivyo. Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote haya, na maksusi hili la kwamba tumeweza kuonana Iwani sokoni kuzungumza mambo yetu. Tumshukuru sana, alhamdulillah. La pili, naomba kwa dhati kabisa niwashukuru wazee wetu, walimu wetu, viongozi wetu, ndugu zangu kwa ujumla, wanachama wenzangu kwa kujitoa na kujitokeza kwa wingi tukaja hapa kuzungumza mambo yetu. Ndugu zangu, haya mahudhurio yenu haya ni sauti kubwa kweli kweli. Haya mahudhurio yanafika mbali, ni sauti inayofika mbali kuliko haya tunayoyazungumza sisi, kwa sababu mahudhurio yenu ni vitendo, mnasema kwa vitendo kwamba mnatafuta, hamjakata tamaa, bado mnatafuta haki ya nchi yetu, tunatafuta haki zetu, kwa sababu kwa muda wote huu tunaitafuta. Tumeishi katika dhulma, tumeishi katika kuonewa, tumeishi katika kudumazwa, lakini sisi tunasema bado tumo katika safari. Sasa mimi kwa hili niwashukuru sana, kwa sababu hili kwa sisi mliotupa dhamana hizi ndiyo yanayotutia nguvu. Ndugu zangu, nikizungumza Kiwani na nyinyi mnajua kwamba nazungumza kwa heshima kubwa sana, zaidi tu kwamba nazungumza mbele ya wazee, lakini nazungumza pahala ambapo nikiteleza kidogo ndio ile hadithi ya imamu ya muadhini aliyosema mama kwamba hii sauti msiisifie, sauti hii ninaifanya ni mimi, nikitaka sauti hii sitoke haitoki. Wenzake waliposhangaa kweli, akawaonesha siku ya pili wanasubiri adhana inatoka vipande vipande. Kwa hivyo na mimi najua sauti hii, uzima huu alhamdulillah, pamoja na neema za Mwenyezi Mungu, lakini ni pamoja na mafanyo na matengenezo yanayotengenezwa nyumbani, na asili yake ni hapa Kiwani, Bomani, mwana wa Malkia. Kwa hivyo lazima niwashukuru sana ndugu zangu. Na kuna ndugu yangu, sisi hatuna kawaida ya kujibu, lakini kuna ndugu yangu hapa mimi alinishangaza sana alipokuja hapa, nadhani uwanja huu akasema maneno mengi. Kwa kawaida watoto wa kiume na wanaume huwa hawasemani na wanaume wenzao, hasa katika masala ya nyumbani, au vipi jamani? Ndio mila tulizofunzwa. Lakini sasa ndugu yangu huyu, naona yeye hichi cheo, utafuta cheo, naona kumemtoa fahamu. Yuko tayari cheo, mtu hutafuti cheo, wenzako wanakuambia wewe unafaa, au sivyo? Na wenzako ndio wanaosema kwamba huyu mwenzetu atuongoze. Lakini ukiona mtu anatafuta cheo, piga ua iwe iwavyo, huyo hakukusudia kuongoza, huyo kakusudia ana lake analo litafuta. Sasa mimi nashukuru
Na mimi naomba nimwambie ndugu yangu Sheikh Hemedi kwamba mimi nashukuru, hao wenzangu ni mashahidi kwamba alhamdulillah, tokea nilipoanza maisha, tokea nilipoanza kazi, mimi nimeaminiwa, tena nikiwa mdogo kweli kweli. Mimi hata kabla sijaoa nimeaminiwa tena na hao watu ambao walikuwa CCM kweli kweli. Maana niliaminiwa na Dr. Salmini. Kuna CCM wa karibuni atakayemkaribia Dr. Salmini, na akaniamini nikiwa mdogo, akasema wewe utanifaa kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali na kuwa katibu mkuu ofisi ya Rais, katiba na sheria. Na yeye ndio pia akaniamini kuwa mwenyekiti wa mwanzo wa bodi ya mapato. Au ukisikia maringo yote ya serikali, maringo ya serikali ni pesa, na chombo kinachokusanya pesa ya serikali ni bodi ya mapato ya Zanzibar. Sasa hivi imebadilishwa jina, lakini ni mimi ndiye ambaye nilipewa jukumu, haikuwepo, kwenda kuanzisha chimba toke foundation, tukaijenga mpaka ikasimama kwa miaka 6 ikasimama. Na hilo si kwenda kuliomba wala sikulitarajia, ni kwa sababu ya kuaminiwa, na huwezi kuaminiwa bila kuonekana kama unafaa. Mimi ndani ya serikali hii sijawahi kuwa na mzizi wala majani wala kigogo. Kilichonifikisha hapa ni rehema za Mwenyezi Mungu, malezi, makuzi, kufanya kazi kwa uadilifu. Wenzangu wakaona kwamba kweli huyu anatufaa. Na katika kufanya kazi hizi, mimi haijawahi kutokea ndugu zangu nikatazama maslahi yangu. Ndio maana na kuaminiwa kote huko na kazi zote hizo, lakini nimekaa serikalini miaka 25 katika utumishi wa serikali. Lakini nilijua kwamba utumishi niliokuwa nikitumikia mimi si wa kisiasa, ni utumishi wa umma. Na ukiwa mtumishi wa umma unataka maadili, wewe usiwe mwanasiasa, wala usijikweze kwa wanasiasa, wala usijidogeshe kwa wanasiasa, wala usiwe sehemu ya siasa. Ufanye kazi zako kwa uadilifu ili watu upate kuwatendea haki, hasa ikiwa kazi yako ni ya kutoa haki kwa watu. Ndio maana nimekaa serikalini mpaka nimetoka, na vyeo na dhamana zote nilizopewa. Sikuwahi kuwa mwanachama wa chama chochote, ikiwemo Chama cha Mapinduzi. Sijui kama mnanifahamu. Sikuwahi kuwa mwanachama wa chama chochote, kwa sababu niliheshimu kazi yangu. Ndio maana pia nilipokwenda Dodoma kwenye Bunge la Katiba, wenzangu wao walitazama matumbo yao, wao walitazama maslahi yao. Mimi nilitazama maslahi ya watu wa nchi hii na nchi hii. Ndio maana nikawaambia kwamba ulinda maslahi ya nchi hii na nchi hii, mimi siwezi kukubaliana na katiba inayopendekezwa, kwa sababu ingekuwa na maana ya kuipoteza Zanzibar moja kwa moja, nchi hii singekuwepo tena. Ndio maana ya katiba inayopendekezwa. Na nilipokuja kwenye hii nafasi niliyopo sasa, maana mimi nimeanza, naweza kusema hasa siasa kwa mwanafunzi wa maadili baada ya kutoka ndani ya serikali, kwa
sababu yeye aliniona kwamba na Maalim, katika kumshukuru mzee wetu yule, moja katika kipaji alichokuwa nacho cha kuwa kiongozi wa kweli ni uwezo wake wa kuona watu ambao wana uwezo kuisaidia nchi yetu. Ndio maana aliwavuta wengi, na ndio maana chama hichi kimesimama. Hichi hakichezi ligi moja na CCM, tunakutana tu katika uwanja mmoja, kwa sababu hichi chama kina viongozi, kilikuwa na viongozi na leo kina viongozi, kina hazina ya viongozi. Na ndugu zangu, ingekuwa si hazina ya viongozi, hichi chama kingeshasahauliwa zamani. Hizi harakati leo zisingekuwepo, kwa sababu zimetumika kila nguvu, na nyinyi ni mashahidi, au sivyo? Na nyinyi ni waathirika, na nyinyi ni sehemu ya hili jeshi na harakati hizi, lakini mmeziamini harakati hizi mpaka leo, kwa sababu mmeamini kwamba tuna viongozi. Kwa hivyo mimi ninachosema, ndugu zangu Wakiwani, mwenzetu yeye anatafuta yake, anatafuta ulwa, anatafuta maslahi yake. Si kwamba hafahamu ufisadi unaoendelea, si kwamba hafahamu vituko vinavyoendelea, lakini ni vizuri tukaambizana kweli, kwa sababu hili ni jambo la nchi yetu. Sisi sote hatuna ugomvi wala uhasama na mwanachama yote wa CCM, kwa sababu vyama ni kama ndugu kwenye family tu. Ugomvi wetu hata na ndugu yako mliotoka tumbo moja ni pale alipokuwa ile mali ya pamoja ya familia akataka kuiangamiza, au sivyo jamani? Ndio hapo tatizo linapokuja. Mwache awe na maoni yake, awe na maono yake, awe na kitu cha, lakini linapokuja suala la pamoja, hii si mali ya mtu. Nchi si mali ya mtu, nchi ni ya watu wote, nchi ni yenu wananchi. Sasa hebu niambieni nyinyi, mnapokuwa na mwenzenu ambaye yuko tayari apate uongozi kwa njia za wizi, njia za hadaa, njia za dhulma, jamani, kweli hasa, hebu tukaeni tufikiri. Hata kama ni ndugu yako, hata kama mnato, kweli huyu ndo utamwamini wewe kumpa kiongozi? Huyo ni kiongozi kweli? Sasa ndio tunachosema kwamba sisi hatujawahi kukaa tukamsema lolote ndugu yetu Hemedi. Mimi niwaambie, ishawahi kutokea nilipoona wenzake ndani ya Chama cha Mapinduzi, mawaziri wanamhangaisha, wanampiga vita. Mimi niliwaita, mimi mwenyewe, hajanituma, nikaja nikazungumza nao, nikawaambia jamani, huyu ni mwenzetu, ni ndugu yetu, kapewa dhamana hii ni kubwa, si rahisi kwake yeye, hana uzoefu wa hili, msaidieni. Na wapo mashahidi yao, waziri wake mwenyewe wa CCM, si ACT, kwa sababu tunajua tunajenga nchi, tunajenga nyumba moja, tumo sote ndani ya, na sisi hatuna nini yoyote dhidi ya mtu. Sisi ugomvi wetu ni kwamba tunajenga nchi yetu. Kwa nini nchi hii ya waungwana wenzetu wataki kufanya khiana? Yametokea 2020 maafa makubwa, nyote ni mashahidi. Kaja akasema mama yangu hapa Biasia, yaliyotokea nyote ni mashahidi. Lakini mzee wetu Maalim katuongoza, kakubali, kabeba, kakaa chini ya Dr. Mwinyi ili nchi hii tuitengeneze. Dr. Mwinyi kapewa, maneno ya wazungu, blank check, kapewa cheki, Maalim kasaini, kamwambia jaza wewe unataka ngapi? Milioni 100, milioni 200. Kashindwa mwenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu, viongozi, ukipewa jukumu la watu ni dhamana kubwa. Kama una khiana, Mungu atafika pahala tu atakuonyesha.
Wengine husema labda vyeo vinabadilisha watu. Vyeo havibadilishi watu, vyeo vinawaonesha tu hawa watu mlikuwa nyie tu hamwajui. Wakipata hivi vyeo ndio wanapoonekana. Kama ndugu yangu Hemedi, ni sasa na mtu kama ana suruali yake, akina mama nisameheni, imepasuka, akitembea barabarani, mtu wa kawaida mtajuaje? Amwekeni ngazi apande pale, tabidi kwanza muondoe watoto au vipi? Ndio ilivyo. Wengine hawa wana suruali mbovu tokea zamani, walikuwa hajapata ngazi. Sasa angalau basi umepata ngazi, bana miguu. Mimi ndugu zangu nilisema niyatangulize hayo Lakini la pili, tuje kwenye maswali. Maalim Khamis, umeuliza hapa maswala mengi mazuri, kwamba tokea 95 hapa ukishakupita uchaguzi basi tunapewa zawadi wakati wa uchaguzi, baada ya uchaguzi. Je, mimi nitawapa zawadi gani? Ahadi yangu naisema kila wakati kwamba hii nchi ni ya wananchi, au sivyo? Hii nchi ni yenu. Hawa wanafanya hivi kwa sababu hawapo kuwatumikia nyinyi. Sisi ahadi yetu, ndio maana tumesema ya kwanza ni kutunga katiba mpya ya nchi hii ambayo itawarejeshea nchi yenu, ambayo italeta uwajibikaji. Nchi hii si masikini, nchi hii tukufu jamani. Hii imeanza miaka, fikirieni, takriban miaka 200 iliyopita, wa Marekani wakitoka kwao kuja kutafuta biashara Zanzibar. Marekani taifa kubwa, lakini Zanzibar imeanza kuleta balozi 1837 wakaleta balozi. Tuna balozi wa Marekani Zanzibar kuanzia 1837, wakati hata Tanganyika haijajulikana kama kuna Tanganyika, hakuna Uganda, hakuna Kenya, hakuna Zambia, hakuna Malawi. Wakati huo sisi tayari na wa Marekani tumejaza mkataba 1833, mkataba wa urafiki na biashara. Wakaja Waingereza 1839, wakaja Wafaransa, wakaja Wabelgiji. Nchi zote hizi Wataliana wakaja wakatuomba kwamba tuwagaie Benadi report ya wapi Somali. Tumewapa sisi Wataliana nchi hii. Halafu nchi hii ya waungwana, ya wastaarabu iendeshwe namna hii. Leo tumedamirika, nchi imedamirika kwa sababu ya ufisadi katika uongozi na fasadi kubwa. Jamani, si kuchukua pesa tu, ni kuendesha mambo bila ya haki. Tunachosema nchi hii inastahili kurudi katika misingi yake, ndio tutapata kwenda mbele. Na hiyo ndio ahadi, ndio zawadi kubwa Maalim Khamis ambayo na wajibu, na inshallah ahadi yangu Mwenyezi Mungu akifikisha, basi nachukua ahadi hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba watu wamegaiwa mafungu matatu. Umeisema kwa usahihi kabisa kwamba ndio tulipofika. Mimi nasema hili sema kweli linafanywa au ni aibu kwamba kiongozi tena Muislamu kufanya mambo haya, kwa sababu sote ni ndugu. Utakuwa na ndugu yako yeye CCM, umbague kwa nini? Si hiari yake, si ndio alivyopenda? Hutopenda lakini ndio alivyochagua. Atakuwa na chama chake, lakini mbele wewe ukiwa kiongozi, hawa wote ni wako. Mlevi wako, mwizi ni wako pia.
lazima wote hao watendee haki. Ndio maana zetu tunachosema kwamba nchi hii haiwezi kwenda, kwa sababu tumefika pahala leo hata CCM wanabaguliwa. Si tunasikia wametafuta watu kutoka mbali kuja kufanya kazi hapa, na hospitali tuna madaktari mzima, leo hospitali wamepewa watu kuendesha. Umesikia wapi jamani? Nchi ikafika pahala imefika, kwa sababu jamani, ndugu zangu, kufanikiwa ni mchakato, unaanza hatua kwa hatua, au sivyo? Na kufeli nako ni mchakato, unaanza kidogo kidogo mpaka unafika pahala wewe umefeli. Kwa hivyo tunachosema sisi, misingi tutakaoisimamisha chini ya katiba mpya ni usawa wa watu, na hakuna mtu ambaye atabaguliwa, ajibague mwenyewe shauri yake, lakini serikali ina wajibu wa kusimamia haya. Suala la wavuvi, unasema kwamba tuna ardhi lakini hatuna maji. Ndugu zangu, sisi tunasema tuko wazi katika hili. Watu wachi, hakuna sababu ya kijana yote kukosa ajira. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa mfano katika uvuvi, bahari yetu katika hii Afrika Mashariki ndio yenye samaki wengi, ndio yenye mazao mengi ya baharini kuliko ya nchi yoyote, si bara, si Kenya, si Somalia, ni sisi. Tatizo letu ni kwamba ili ufanye kibiashara lazima uende mbali, lazima uwe na nyenzo, na hizi nyenzo jamani si ghali. Tatizo letu ni kwamba wenzetu wao hawako huko. Atakuja mtu leo atakuahidi kwamba akipata ndio atakuja ataifanya kiwani Singapore, lakini leo tena muulize leo tena ni kwa sababu halikuwemo. Wao walishughulika. Unakwendaje leo ukajenge Gombani uwanja wa kuchezea mpira kwa bilioni 16, wakati mwanzo ulipanga kutumia bilioni 2 tu, mwisho umetumia bilioni 16. Tija gani hizo bilioni 16? Zitarudi vipi pale? Lakini leo bilioni 10 tu ungewapa watu wavuvi hapa Pemba, leo ungekushapata bilioni 20. Ndio ukweli tunawaona. Mimi kuna rafiki yangu mmoja ana mashine, ana wavuvi 30 tu, ana na mashine kanunua Italy kwa pesa kidogo tu, lakini leo wanavua nguru na jodari wanauza nje. Siwezi kutoa siri yake, lakini pesa nyingi hapa Pemba. Fanya akili ndogo tu. Kwa hivyo sisi tunachosema kwamba hana sababu ya kwamba kuwe na kijana hana ajira. Uvuvi unatosha, tena kwa pesa kidogo. Hata 10% tu hizo anazoziiba CCM zinatutosha sisi kumfanya kijana akanyenya. Kwenye kilimo, ndugu zangu, mmesikia kumetumika mapesa mabilioni kujenga masoko hapa Pemba, nadhani hapo kidogo, lakini kule Unguja soko moja limejengwa, lilikusudiwa kujengwa kwa bilioni 12, mwisho likaishia kujengwa kwa bilioni 27. Na huyu Mheshimiwa Hemedi ndio katika wanaolalamika hivyo kwamba huu ni ufisadi. Yeye mwenyewe anasema, hebu tazama wenzetu bara, soko fulani wamejenga kwa nusu pia pesa hizi sisi tunatumia, lakini akija kiwani mambo ya ajabu kweli kweli. Sasa tunachosema ndio sababu kuna ufisadi mkubwa, lakini leo tukiwawezesha wakulima na nyenzo, jamani, soko la wakulima kuuza bidhaa zao na kawa matajiri lipo. Nchi hii tuna hoteli zaidi ya 700, lakini wanaagiza wananunua vitu vyao karibu 80% ya mboga za mahoteli zinanunuliwa kutoka nje ya Zanzibar. Ni pesa nyingi sana, tungule sijui na vitu vingine, lakini hata mayai, kuku, basi kuwe hatuwezi lolote jamani. Watu wa kiwani hata kufuga hatuwezi
akina mama basi hata kufuga hamwezi, lakini wanahitaji uwezeshwa, kupewa nyenzo za kisasa, maarifa ya kisasa, na hazihitaji pesa nyingi. Ni watu tu, nchi, wana serikali imeacha ufisadi, inawajali watu, na hilo ndio tunalosema sisi kwamba tutalishughulikia. Suala la kisiwa cha Uvi, watu kuhamishwa, ndugu zangu, hili wenzetu ndo wanalolijua zaidi. Sisi tunachosema kwanza, kama ardhi ni ya wananchi, na ardhi kwa wananchi ni pamoja na wananchi kwa walikuwa wakiitumia kwa miaka mingi, pana haki zao. Kwa hivyo kama ameondolewa, hawana utaratibu mwingine. Kama serikali inakodisha, kodi inapaswa ije kwa hawa wananchi waliokuwa wakifaidika na hili, ili waweze kuitumia kutafuta utaratibu mwingine wa kuendesha maisha. Haya tumeyajaribu baadhi ya sehemu, inawezekana, kwa sababu ardhi kama tunavyoambiwa kwamba ardhi mali ya serikali, lakini si kweli. Ardhi si mali ya serikali. Serikali ina ardhi zake na wananchi wana ardhi zao. Sisi msimamo wetu ni kwamba kama tutaridhika ardhi inahitaji nani ya wananchi, basi ile tija itakayopatikana kwa ardhi ile kukodishwa iende kwa wananchi, isiende kwa serikali, ili wasaidie hao wananchi. Lakini ardhi umeitoa, pesa unachukua wewe serikali. Sasa serikali wewe ni nani? Ni watu wachache wanaokula hizi pesa tu. Sisi tuko wazi kwenye hili, tumelieleza, lipo katika ilani yetu. Kwa hivyo sisi tunasema kama itahitajika, tutaridhika, tutakubaliana. Kama ni kurudisha, tutaona hapana mradi wa maana, tutarudishia wananchi waendelee na kilimo. Kama pana mradi wa maana utakaoleta tija ya kutosha, pesa zile zitakuja kwa wananchi ili ziwasaidie kwenye mambo mengi. Swala la daftari kuharibiwa, sisi tunafahamu kwamba mtaji wa CCM sasa hivi ni wizi. Ndio maana ninawasema ndugu zangu, tukisema wanasilima tuwe na amani, tuwe na amani, kwa sababu kama ni uchaguzi unakwenda kwa watu. CCM haiendi kwa watu. Sasa ili mtu aibe afanikiwe, lazima mambo yote yatimie ya wizi ule. Ajue geti kuvunja, ajue pakuzima taa, mwenyewe ikalala, yote haya yatimie. Sisi tuna amani ya kwamba sisi haya yote hayawezi, kwa sababu kuiba kwenye uchaguzi upo, watu wanafanya, lakini tayari wanakuwa na fungu, wanatafuta nyongeza. Sisi hawana fungu kwa mwaka huu, hawana fungu. Hapana, hawana fungu, ndio ukweli. Kwa hivyo tunachosema kwamba haya sisi yote tunashughulikia. Tuna timu yetu ya ushindi, tuna timu ya wataalamu, tuna watu operation. Haya ni mambo ambayo tunashughulikia, tutakwenda nayo pamoja. Mengine yanayofanyika nadhani nyote mtakubali kwamba si ya kuyasema hapa, lakini tunafanyia kazi katika kila hatua, na pale tutakapofika sasa kutoa maelekezo, jamani pafanywe hili, tutakuja tufanye hili. Lakini na nyinyi pia tutazame, tuone kwamba hawa watu walikusudia tusiwe na mgombea hata mmoja, kuanzia urais mpaka wawakilishi, mpaka wabunge, mpaka madiwani. Jamani, nyinyi mnaona leo sisi tuna wagombea wote isipokuwa Donge. Mnafikiria CCM walitaka? Hakutaka. Kwa hiyo twende, Mungu yuko pamoja na sisi, lakini tunasema Mungu wala na pingu, au vipi? Kwa hivyo na sisi na pingu tunatafuta, na Mungu tunamwelekea. Sheikh Ramadhani, hii habari ya kuiba majimbo, hizi wana hadithi nyingi kweli kweli, lakini yote katika kura parapa tu. Sisi tunasema msimamo wetu uko wazi.
hilo walipokuja akatangaza, na kuna wengine wametoka huku kwetu, si kwa sababu walijua wakija huku watashinda, walijua kule kutaibiwa, watapewa jimbo la wizi. Fikiria, mtoto wa Kiislamu, mwana wa Kiislamu yuko tayari kuja kupata chumo la haramu, akala na watoto wake, akala na wenzake kwa miaka 5 wala hashughuliki. Sasa huyu mtu ni kwa sababu kapotoka tu. Mmeshanifahamu? Sisi tunachosema mara hii, mtu ana kura zake 30 akatangazwa ushindi, akiwemo Hemedi, sisi tutamshughulikia aliyetangaza na aliyetangaza, kwa sababu tunachotafuta, mtu atafute Mungu kwa haki. Muislamu lazima tufike pahala. Hii ni nchi yetu, au vipi? Kabisa. Che Ramadhani, mawakala tunajua kwamba ama bwana wametembeza vikapu vya pesa siku nyingi, na wakaleta watu hata kutoka bara kuwasaidia kazi hii. Wale waliotoka bara wakarudi wakasema, bwana kule Pemba hakuwezekani, Zanzibar kugumu. Wakarudi na vikapu vyao vya pesa, na hili nawaambia, Allah ni shahidi wetu, walitia wajima kwenye hili. Tunajua ni changamoto, maana watu wamewatia ufukara. Pesa kidume, kama hukuweza roho yako. Kwa hiyo mimi nakubaliana nawe Sheramu kwamba kwanza tuna kazi hiyo ya kuwafanya vijana wetu vijana wetu hawa mawakala, tuendelee kusema nao kila wakati kwamba hili ni la kupita, ni la mara moja. CCM mara hii hawana kitu. Usitake kuwapa kitu kwa nusu shilingi watakaokupa. Wao wenyewe sasa hivi wamekata moto kwa sababu hizo pesa hawana. Hao nafanya mkutano mmoja wa hadhara, uko nyuma alikuwa na mapesa hayana kazi. Mkutano mmoja mafuta tu milioni 90. Naam, mpaka kwa jamaa yao huko kasema haya, na kitizama ndo wale watu walionyoa mapara kutoka kwenye vikosi, ni wale siwaoni kubadilika, wanazungushwa tu. Kwa hivyo nasema hizo senti zao zilizobakia, ndugu yangu, isikuhadae, lakini hii kazi tuifanye kwa pamoja, tuwajulishe ndugu zetu. Tuna wajibu wa kumwelekea Allah, na mimi nakubaliana na wewe, na hili niunganishe tena na Waislamu kwamba jamani, katika jambo ambalo lina mtihani mkubwa, Mungu alilolitia mtihani mkubwa, ni kudai haki, au sivyo? Jambo la kudai haki kalitia mtihani kwa mitume wa Mwenyezi Mungu, itakuwa sisi. Lakini mtihani ule ni kutupima kwenye rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakuna ambaye, sisi tuna faida hiyo. Sisi ni Waislamu, tusafishe tu nyoyo zetu, tuitakidi kwamba madam tunachotafuta ni cha haki. Au jamani, hatuamini tunachotafuta ni cha haki? Sisi tunachotafuta ni cha haki, au sio? Haki ya nchi yetu. Nchi yetu hii imedhulumiwa. Tuna mafuta hapo tundaua, hatuwezi kuyachiba. Tuna gesi tundaua, tushaambiwa na wataalamu waliokuja kufanya utafiti kwa pesa nyingi kwamba mna gesi hapa Pemba cubic feet trilioni 3.8. Wameshindwa, wamekimbia. Hao waliokuja na pesa zao washatoa nyingi, wameondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana masharti yao. Tukubaliane kwanza, gesi hii ni ya nani? Wenzetu bara bado wanasema ni ya kwao. Sisi wanatuhadaa kutuambia chimbeni tu, lakini kuna uwezekano wa mafuta na gesi nyingi kwenye vitalu vyetu vilivyoko Bahari Kuu. Ndugu zangu, mimi binafsi, si kwa kusikia, si kwa kusoma, binafsi yangu mwaka 2013 nimekwenda Uholanzi, mji The Hague, wenyewe wanaita Den Haag, kukutana na kampuni ya Shell kuhusiana na suala la hivyo vitalu kwenye Bahari Kuu. Na wakasema, jamani, nyinyi mmekalia utajiri mkubwa sana,
huku kuna uwezekano, maneno yao ya kizungu huge potential, ndio maneno waliotumia. Lakini lazima suala lenu haya mambo ya muungano, kuhusu nani mwenye vitalu hivi, nani mwenye mali kwenye gesi na mafuta yakipatikana, haya lazima ndugu zangu, lazima muyasawazishe. CCM serikali zao hawa waliopo wameshindwa mpaka leo, ndio kikwazo, ndio kikwazo. Sisi tunachosema ni kwenda tutoke kwenye umaskini huu. Ndio maana tunasema tunachodai ni haki yetu, hatutaki kumdhulumu mtu, tunataka kuyanyoosha mambo. Lazima mtihani, kwa sababu wenzetu wao hawajali. Kuna kiongozi wa nchi leo hajali kwamba apate uongozi kwa njia za wizi. Unajua jamani, huo ni mtihani mkubwa sana, tena mtihani mkubwa kweli. Lakini Mwenyezi Mungu katupa sisi kitu cha kutuongoza, katupa hadithi kwenye Qurani nyingi za kitokea kina Firauni na wengine waliokuwa na nguvu kweli kweli, lakini ilipofika siku yao sikawaondoa. Lakini wakati wa mtume mwenyewe, siku nyingi, mara nyingi nairudia jambo hili, wakati wa mtume mwenyewe alioneshwa kwamba hawa Bani Nadhiri, Mwenyezi Mungu Bani Nadhiri, Mayahudi wa Madina, aliwapa nguvu, aliwapa utaalamu, aliwapa utajiri, mpaka ikafika pahala Waislamu wenyewe wakaona kwamba hawa bwana, haiwezekani tuingie nao tu mkataba, lakini kuwaondoa hawa tutaanza wapi? Maana kama silaha wanazo, pesa wanazo, jeshi wanalo, nguvu wanazo, tunaanza wapi? Lakini Mwenyezi Mungu anasema, anatuambia kwenye sura Al-Hashr, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim liawwali al-hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahu mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allahu min haythu lam yahtasib wa qadhafa fi qulubihim ru'b yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil. Mwenyezi Mungu alipotaka kuondoa, nyinyi mlidhani hawa hawaondoki na wao wakadhani kwamba hawa hawaondoki. Lakini Mwenyezi Mungu alipotaka kuondoa, alipopitisha njia ambayo wao wenyewe hawakudhani, wa kuwafanya nini? Kwa kuwatia hofu. Wakadhafa fi qulubihim ru'b yukhribuna buyutahum biaidihim, wakazivunja nyumba zao na ngome zao kwa mikono yao wenyewe. Wa aidil, Waislamu waumini mkaja kumalizia tu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasemaje? Fatabiru ya ulil absar, yawekeni kichwani, yatafakuruni rehema na neema za Mwenyezi Mungu. Hao nao ndio hivyo hivyo, wanafikiri hawaondoki kwa sababu eti wana vikosi, eti kwa sababu wana polisi, si kwa sababu mnawapenda hivyo, si kwa sababu wana watu walivyojiamini wao kwamba wana vikosi. Basi kikosi gani hicho? Wakati mwingine unakuta njiani unajiuliza hawa askari au ni wafungwa na wao, maana uniform imechoka. Ndio ukweli, unaonea huruma ndugu zetu. Hasa ndio jeshi, ndio vikosi hivi vya kumringia Mwenyezi Mungu. Jamani, hebu tuwe na imani, hebu tuwe na amani, na hili tuliloambiwa tumwelekee Mwenyezi Mungu. Dua zetu haya mengi yanayotokea, jamani, msifikiri kama walitaka hawa yawe. Hawakutaka tuwe na mgombea hata mmoja, na walijua ndio na mipango yao waanze hapo, kama walivyofanya 2020 kuengua watu. Ndio walivyo nini leo yapo.
si kwa nguvu zetu peke yetu, ni pamoja na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hawa watu waliofanya mambo makubwa, dhulma zao kubwa, Asilima swala la uchimbwa kifusi kufukia. Ndugu zangu, ni katika ufisadi tu uliopo, lakini katika dini hii kuna mfuko maalum, kuna pesa zinazotengwa, hazipelekwi kwenye mradi ule. Tunachosema sisi, jamani, kifusi tutaendelea kukihitaji. Muhimu ni kwamba kifanywe kitaalamu, kifanywe kwa kusimamia sharia zetu za nchi ziliopo. Shida yetu nyingi tunayofikiria sisi labda hakuna shida zetu, sharia zimetuuzwa, watu wanafanya wanavyotaka, na hili ndio jambo tunalosema sisi tutalokwenda kulisimamia. Kwa hivyo mradi ule upo kwa sababu una pesa zake, ni kuzipeleka zikatumika, na serikali ikaongeza maeneo yaliyoharibiwa yakafukiwa, watu wakapata kuyatumia tena. Duniani ndio watu wanavyofanya. Lakini na sisi niongeze hapa kwamba katika mradi wetu mmoja tutakaokuwa nao mkubwa katika swala la ardhi ni kuongeza ardhi ya Zanzibar. Ndugu zangu, mna Mwahala kwa mfano huko Pemba, hakuna sababu ya kuwa pawe na bahari. Ni kwa sababu hatujakuwa tu na mipango ya kuizuia bahari. Bahari ibaki baharini, isije huku juu mahala mwingine. Tunaweza kufanya hivyo tena kwa gharama nafuu. Sisi mimi niwahi kuzungumza na Waholanzi na Wajapani kuhusiana na suala hili, na wanasema kwanza tutengeneze ramani maeneo gani yanaweza kufanywa hivyo ili tupate ardhi ya ziada. Lakini sisi tuna uwezo wa kupata ardhi ya ziada, na huko ambako kumeharibiwa hivi ni kuirejesha ikaweza kutumika tena, kwa sababu swala ni ile la kupata tu, kuirejesha ikatumika vizuri. Bwana Khatib, hadi kilimo, swala la wakulima wa karafuu. Swala la karafuu, ndugu zangu, kwanza niwaambie, mmoja katika watu wanaojua karafuu ni pamoja na mimi, maana nimeianza tokea niko chuchuni mpaka hii leo. Bado na mimi ni mkulima wa karafuu na washinda wengi hapa Kiwani na mimi maana ninao uwezo wa kuzalisha angalau tani 1.5, na nimeipanda. Waliponitoa serikalini, moja katika kazi niliyokwenda kufanya, nilirudi kwetu Pandani nikaenda kupanda mikarafuu, na nikaipanda mingi alhamdulillah, na nikapanda na miti mingine. Mimi ni muumini wa mazingira, nimepanda miti mingi kule. Anaitaka chocha hajala siku nyingi, mimi nimehifadhi. Twende leo inshallah atakula chocha, ataacha mwenyewe. Na miti mingine ukitaka zambarau, ukitaka pilipili doria, ukitaka chongoma, mbura, zote ziko. Sasa nachosema kwenye karafuu, sisi tuko wazi. La kwanza ni aibu. Kwanza sisi tunavyoamini kwamba karafuu bado ni uchumi wa nchi. Hapo tuliposikia sisi kwamba Karume akisema mkopo ni haramu, hakuwa na dhahabu, alikuwa na pesa za karafuu. Tumefahamiana, alikuwa na pesa za karafuu, kwa sababu nchi hii ikipata pesa nyingi kutokana na karafuu. Na mpaka leo tunao uwezo wa karafuu kuiuza kwa bei kubwa. Leo tunauza karafuu toka tulipoanza kwa magunia. Dunia ya leo kuna utaratibu mwingine wa biashara ambao unaweza kuifanya hii karafuu ikawa na bei angalau mara 2 ya hii tunaoipata sasa, na mifano iko mingi. Hilo ni moja. Lakini la pili, sasa tunasema jamani, mkulima wa karafuu, kwa nini anaelima mhogo anauza mhogo wake? Kwa nini anaelima nazi, kwa nini anauza nazi zake? Huyu mkulima wa karafuu yeye tu ndio yeye, lazima aje bwana, aje mtu, aje azichukue, amwambie nitakwenda kukuuzia mimi huko. Sisi sera yetu iko wazi kwamba tutakachoweka sharti tu ni kuwa tudhibiti ubora wa karafuu yetu ili biashara hii tusiharibu.
Kwa hivyo tutakachofanya kwanza ni kuwatafutia masoko zaidi wakulima, na atakayeweza kutimiza masharti ya kuuza kwenye soko lile, tutamruhusu karafuu yake mwenyewe afanye hivyo, anunue kwa wengine ili afanye hivyo. Kwa mfano, leo karafuu ukichukua tu ukitia kwenye kichupa ukaifunga vizuri, kama una soko Uingereza, sisi kazi yetu kutafutia soko Uingereza, kutafutia soko Nigeria, kutafutia soko Sudani, kutafutia soko wahala kwingine, kudhibiti unachokipeleka kule, kudhibiti ubora utatengeneza mwenyewe, kwa sababu karafuu inayoshughulikiwa na ZSTC haiwezi kutimiza ubora. Kwa tutakachofanya ni kuweka huo utaratibu ili soko hilo hali kupatikana, tutakaoinunua sisi serikali tukaiuza, ikizidi bei ile tuliyokubaliana na wakulima, sisi tutaanzisha mfuko wa wakulima wa karafuu, mfuko wao wenyewe. Laiti mfuko huu ungekuwa umeanzishwa leo, mfuko huu ungekuwa na zaidi ya bilioni 100 za wakulima wa karafuu. Lakini katika hichi kipindi kifupi, pesa zaidi ya bilioni 100 zilikuwa zije kwa wakulima wa karafuu, hazikuja, kwa sababu ile iliyozidi imekwenda imechukuliwa na serikali, haikurudi tena, wewe imekuachia gharama ile ile. Ndugu zangu, karafuu tukiweza kuisimamia vizuri itamuinua kila mtu. Lakini leo karafuu hailipi, na mimi nakubaliana na nyinyi. Ukiuza leo karafuu pishi moja mbichi utapata 7,600, kwa sababu utapata kilo 0.6 kwa ile pishi moja mbichi. Ukiianika ukenda kuiuza utapata kilo 0.6, haitimii kilo moja. Kilo 0.6 kwa bei ya sasa unapata 7,800. La mwanzo utamlipa kibarua 2,000, umebakiwa na 5,800. Ukitoa gharama sijui majamvi na nini karibu 3,000 au 2,000, wewe mkulima unabakiwa na 3,000 au 3,500. Sasa ukiuza kilo 1,000, ukiuza pishi 100 ambao ni gunia moja, una 300,000 tu. Ukiuza gunia 10 una 1,300,000. Biashara gani hiyo? Karafuu kwa bei yake, gunia 10 faida yako safi ni 1,300,000 kwa bei ya sasa, kwa utaratibu wa sasa hailipi. Sisi tutakachoifanya ni kuiwezesha ilipe na uwe kweli na tija, mkulima uweze kulima karafuu ya ziada, uweze kutafutia soko. Kwa hiyo sisi tuna mipango madhubuti, kwa sababu tunaijua karafuu, hatuhadithiwi. Kama tunafahamiana. Sheikh Osman, njaa, chakula, ajira. Na mnakubaliana nawe, njaa, chakula, ajira. Chakula, ndugu zangu, shida yetu sisi hatujakifanya, serikali tuliona haijafanya kwamba hii ndio ni jambo la msingi. Sisi tumesema wazi, chakula kuanzia maziwa ya mtoto na kuendelea hakitokuwa na kodi, hakitokuwa na ushuru, haitokuwa na tozo, haitokuwa na gharama nyingine yote. Sisi tunachosema la mwanzo ule mwananchi ale, kuanzia mtoto mdogo ale. Lakini la pili, sisi tutakwenda na kuwa na idara maalum inayoshughulikia lishe. Kuna mavyakula tunaletewa hapa sio yanatuua, badala ya kutujenga. Haya, kazi yetu kama serikali kwenda kuyasimamia. Leo ukenda kule bara pale Ocean Road, 1% kubwa ya wagonjwa wa kansa ni wa kutoka Zanzibar na hasa kutoka Pemba, lakini watu hawajashughulika. Sisi tunasema ndugu zangu, hili tunakwenda kulikomesha, kwa sababu inawezekana watu tukaishi tukiwa na siha njema. Kwa hivyo kwenye nini yetu ni hilo tunaloamini sisi. Tuna mabonde bado nchi hii, tunaweza kuzalisha chakula tukajitosheleza, lakini watu nchi hii wenzetu wao hawajali hayo. Kwenye mradi pale Unguja kuna mradi wa kutengeneza miundombinu ya umwagiliaji. Kila hekta moja imetumia milioni 137 kila hekta moja.
kila hekta moja. Sasa hata haingia akilini. Pesa hizi ungezichukua ukayawezesha mabonde tulionayo, wakulima ukawapa teknolojia ya kisasa na pembejeo, nchi hii ina uwezo wa kujitosheleza kwa chakula na tukauza sehemu nyingine. Kuna mabonde mengi sina haja ya kuyataja. Bwana Silima, nadhani nimeajibu kwamba tulilonalo tunajua, ila mtu utakuwa na mashaka. Sisi tunachosema cha kwanza, wewe mwenyewe ungeweza kuona tofauti tuliokuwa nao na huko tunakotoka. Sisi tunajua nani tuzungumze naye, nani tupange naye, nani tumuone. Hiyo kazi tumeifanya. Hatufanyi kazi ya majukwani tu, tunafanya mambo mengi. Lakini kubwa wenzetu lililowalevya ni kwamba, kwa mfano mwaka 2020 wamechukua majimbo, halafu basi tu ndio ikawa imepita. Kule kwetu Pandani sisi kuna mbunge alipata kura 36 kwa kiburi tu ndo akatangazwa kwamba mbunge. Na ndio maana ukaona ndugu zetu wengi mara hii wameshajiika, wamekuja kwa ajili ya kutafuta majimbo ya wizi. Tukubali na sisi wenyewe hatukusimama tukasema hatuwezi kukubali ujinga wa namna hii. Sasa tutapambana nao vipi? Unaanza kwako, unaanza kwangu, unaanza kwa sote. Tuitakidi kwamba hatuwezi kuacha haki yetu ikapotea kwa ujinga, kwa wizi wa namna hiyo wa kijinga. Lakini tunazo na hatua nyingine kwamba nchi hii ibaki salama. Na mimi nasema mengine si ya kuyasema hapa, lakini la msingi ni kwamba nyinyi wenyewe mmeanza kuona 2020 na huko tunakotoka time kama hii wanataka, nasikia wengine wanapita huko saa 2 watu waingie ndani, lakini kuna aliyeingia ndani Sasa hayo ndio mambo ambayo tuna lakini ninachokuambia kwamba kwa ujumla tuna kazi tunaoifanya, na tuna kazi ambayo sisi inatupa imani. Sisi mwatataka kuiba na mipango yao ni ya kuiba, lakini tuna imani kwamba kwa mipango hiyo na inshallah kwa dua tunazosoma vile vile, sababu mwisho wa siku tunachotafuta ni amani ya nchi yetu. Mimi ndio maana nasema tuwe na amani, lakini na amani tuwe tayari pia kulinda haki yetu vile vile. Hayo mambo mawili ndio natamani ningekwambia na mengine, lakini kwa leo naomba tukubaliane kwamba hii ni haki yetu, tuilinde, na sisi tuna kazi viongozi wenu tunaoifanya ambayo tunaamini kama ambavyo tumepata leo wagombea wote, tunaamini kwamba na katika suala pia la kupata ushindi tutaweza kulinda na tutaweza kufikia malengo yetu. Dasia, vijana, bangi, ulevi, na mimi nakubaliana nawe kwamba leo hata zile ajira ambazo wazee tumeshapata shida kusomesha watoto wetu. Tuna watoto tumewasomesha wengi afya, wengine tumeuza vikataa vyetu, lakini leo hapo hawajiriwi. Na mimi niwaambie ndugu zangu, hata hiyo sisi wengi pia wako ambao hawajaajiriwa kwa sababu ajira zenyewe haziko, kwa sababu jamani, serikali haiwezi kuajiri watu wote. Walichofanya wenzetu ni kwamba badala ya kutumia zile fedha kwa ajili ya watu, wakatengeneza mipango ambayo itafanya vijana wajiajiri, vijana waajiriwe. Na mimi niwaambie jambo moja dogo tu. Kwa mfano, tuna vijana wengi ambao ni masaramala, tena wazuri sana, au si kweli? Diwani hawapo, wenye kipaji, watu wanaojishughulisha na mambo ya chuma. Lakini leo baada ya miaka yote mpaka wilbero tunanunua kutoka nje.
Jamani, wilbero anayo mtu wa hapa Kiwani kulitengeneza na akauza hapa Kiwani. Ana uwezo wa kutengeneza reki akaliuza. Kwa nini? Sasa hivi ni vifaa tu, ukimwezesha ukampa mkopo au ukamnunulia mashine ya kupinda vile vyuma kisasa, ana uwezo wa kutengeneza kila kitu. Akileta yale mabati yanayotoka nje kwa ajili ya kutengeneza vitu vya bati, vikawa kwa bei rahisi, havina ushuru, huyu ataweza kutengeneza. Huyu akitengeneza ataajiri na wenzake. Mafundi saramala siku hizi jamani, si wa ulimwengu wa patasi tena. Huu ni ulimwengu wa kwamba mtu awe na mashine za kisasa, atatengeneza tena, atatengeneza na huku kenda nyumbani kwenda kunywa chai. Ndio mashine za kisasa, CNC mashine. Anaika ubao, anakuambia bwana, ubao wewe mimi nataka uwe na nakshi hii. Anawasha mashine, anakwenda nyumbani kunywa chai, akirudi ushamaliza. Yale mnayoona anatoka nje na nini ni mashine tu, si kitu cha ziada. Sisi tuna mbao tena nzuri, kuna teknolojia za kuchanganya mbao na chuma, mbao na MDF na bidhaa nyingine, ukatoa furniture za kisasa, ukauza serikalini, ukauza kwenye mahoteli, ukauza kila pahala. Sasa mtu huyu anahitaji tena nini? Yaliyokuwepo hakuna maono ya kuwatumikia watu. Hayo ndio tunakuja sisi kuyaletea mabadiliko, na tunaamini kwamba tutakuwa na uwezo wa kumfanya kila kijana katika nchi akaweza kuwa na ajira, labda aliyekuwa hataki yeye mwenyewe kwa mazingira yake. Anaidivuai masuala mengi kuhusu elimu. Sisi tumekuja na sera ya elimu. Tumesema la kwanza katika sera ya elimu tumesema sisi tunaanza na makuzi ya watoto, kwa sababu ndio tatizo letu la kwanza la msingi, na ndio maana tunazichukulia sisi madrasa hizi kuziwezesha kuwa sehemu wa chini ya usimamizi wa Wizara ya Elimu, ili makuzi ya watoto yaweko chini ya Wizara ya Elimu, ili watoto wetu tuwakuze kwa misingi yetu ya dini yetu, mila zetu, silka zetu, lakini na kuutazama tena mfumo wetu wa elimu. Na yote tunajua sisi kwamba tunajengwa ghorofa lakini hakuna walimu, hakuna vifaa vya kisasa. Lakini mmoja katika tatizo kubwa letu tulionalo leo, utakuwaje na elimu bila mwalimu? Watu wazima kama mimi tunakumbuka heshima aliyokuwa nayo mwalimu. Leo mwalimu kawa mtu wa kwenda Mwenge. Mwalimu na Mwenge, utakuwa na elimu utaipata wapi? Leo tumekuwa na mwalimu maskini kawa kama mtumwa wa serikali, sio mtumishi wa serikali. Sisi tunataka kumrudisha mwalimu na heshima yake. Walimu watosheleze, walimu, na inawezekana. Na njia moja ni kuziwezesha pia hata wanaojenga skuli za binafsi, kuwawezesha wakaweza kutoa elimu kwa bei ndogo, wale wenye uwezo wakaenda kule, na sisi kwenye serikali tukapata fursa ya kuweza kutoa elimu iliyokuwa bora, kuwa na huduma za kutosha. Kwa hivyo sisi kwenye elimu hatuendi kudili na jambo moja. Tuna mpango very comprehensive tumeuandaa kwa ajili ya mageuzi ya sekta ya elimu. Tutoe mtu ambaye atashindana na ulimwengu wa sasa, hatakuwa msindikizaji. Kwa hivyo ili ukisoma kwenye ilani yetu, na ule mpango utaandaliwa baadaye, lakini uko comprehensive wa kutosha haya kuweza kuyashughulikia. Na haya ya nani masheha nani kunyang'anya hizi liko kwenye chama, na tunaendelea kuishughulikia kwa sababu sio mmoja, wengi. Huu umekuwa ndio sasa mchezo na hasa hapa Kiwani waliobakia mradi wao ni kununua hizi ID kwa nia ya kupunguza kura. Bwana mkubwa sahibu yangu anajua kwamba hili atalisikia harufu tu. Sasa katika kujipapatua mengine wataeleza kule tutakapokwenda wakati wa mkutano.
ya jamaa yangu, lakini tunachosema hili tunalijua kwamba ndio mradi wao, na inshallah tunashughulikia. Na hii ya kuwatumia walimu ndio watu tunaosema mwalimu sasa kama mtumwa wa serikali, sio mtumishi wa serikali. Swala la wastaafu, kwenye wastaafu kuna maumivu mengi ndugu zangu. Kwenye wastaafu kuna maumivu mengi sana. Maumivu ya kwanza ya wastaafu ni hichi kinachoitwa kikokotoo, kwamba mtu anacholipwa sasa hivi hakilingani. Lakini la pili kwenye maumivu ya wastaafu ni pamoja na ZSSF. Ule mfuko ulipaswa ule mfuko ni wa wastaafu, ni wa wafanyakazi. Leo umechukuliwa na serikali, mapesa yale yanatumika maskini wastaafu, wafanyakazi maskini. Pesa zile zinatumika vibaya, zinatumika kwa ufisadi, watu wanazipiga. Maskini za Mungu pesa zao zinaliwa. Na mimi nitawapa mfano mmoja mdogo tu nimalizie. Kuna jengo pale Darajani Unguja linaitwa maarufu jumba la treni. Ile jumba la treni, wafanya biashara walikwenda na mapendekezo serikalini kwamba watalitengeneza kwa kiwango hicho unachotaka serikali, kwa bilioni 3. Serikali ikasema litengenezwe na ZSSF. Likatengenezwa kwa bilioni 13 ndugu zangu. Kutoka bilioni 3 mpaka ngapi? 13. Na linavuja leo. Na ikaundwa kamati kwenda kuchunguza, ikawajua nani wale ukula. Hakuna hata mmoja aliyochukuliwa hatua. Ufisadi ni mkubwa ndani ya serikali, hasa hii tulionayo. Ufisadi mkubwa sana. Na mimi ndo wakati mwingine ninapomshangaa rafiki yangu Hemedi, kwa sababu anajua naye analalamika kwamba pesa zinaliwa kwenye miradi yote ya serikali. Anajua vizuri, wallahi, na Allah ni shahidi yetu, anajua vizuri. Lakini kwa sababu leo anataka jimbo, anakuja hapa na kuambia taifanya kiwani kwa Singapore. Uitoe wapi? Lakini wewe tunachosema, maana wewe ndio mtendaji mkuu wa serikali. Una mtendaji pale Wizara ya Fedha, kaiba pesa chungu nzima. Umepeleka maoni, umepeleka mawazo, umepeleka, hajaondolewa. Yani wewe uko tu kwa dini. Lakini kuna mtu katibu mkuu anajua kwamba huyu bwana ni mwizi wa kukata mkono, na akashakwenda kusema akilalamika kwa bosi wake, hajachukuliwa hatua yote. Na upo kuja kumwambia mtu wa kiwani utamletea Singapore, uitoe wapi? Na wewe huashi, huzimi, umeshindwa kumuondoa mwizi katibu mkuu tu, umeshindwa kumuondoa mwizi mkurugenzi tu. Utakuja kuyapata manini hayo? Yako ni ya mwanguzi ni moja tu, haizidi. Na hilo ndio tatizo tunachosema kubwa kwenye mambo haya, hasa serikali. Kuna ufisadi uliopindukia, hasa ya pesa za wafanyakazi. Haya ndio sisi tunasema tutakwenda kuyakomesha. Mfuko tutaurudisha kwa wenyewe wafanyakazi, na hii nidhamu ya mtu kupewa haki yake akishakustaafu inshallah itasimama, kwa sababu zipo pesa zinaliwa tu. Umesikia mwalimu? Ndio tunachosema. Habari ya watu kifusi na kupata, sisi imani yetu ni pale pale kwamba kama kuna rasilimali zimfaidishe mwananchi, asitoke mtu huko mbali mmoja akaja akafaidi. Mimi ukweli na nilisema, ulinisikia vizuri, Micheweni kule, wale kina mama wa Micheweni utaonea huruma. Mtu anakuja anatengeneza pesa pale Micheweni, lakini mama wa Micheweni anakwenda akigonga tokea asubuhi apate ndoo moja ya kokoto auze. Maisha gani dhalili? Wakati mtu huyu unaweza kumnunulia, ukanunulia wenyewe wakafanya vikundi, mashine, si pesa nyingi, ni kidogo. Na haya ndio tutakayoyafanya na sehemu nyingine zote. Masuala ni mengi mazuri, muda mdogo, lakini nashukuru tumezungumza, naamini tumefahamiana. Lakini tukumbuke tu kwamba tulizungumza hapa madogo sana, machache sana.
Tuna muda wa kutosha inshallah. Wapi? Wambe. Huko leo wapo wataalamu wa kusema, inshallah watasema. Na hawaendi kusema tu, wanakwenda kuonesha njia. Mimi naomba tuonane huko, tuyasikie na ya huko yatakayotoka kwa wataalamu. Mimi jamani nawashukuru tena sana sana sana. Niseme ya sababu nidai. Mnanidai zaidi ya mlichonikopesha, lakini mnanidai cha ziada pia. Asanteni sana, nashukuru.